Mzee, unambilishe kweli kitu gani ulikuwa unataka kumwambia mimi? Kisi nilikuwa nikisema mwanamke wanaume tu ndio wanaume hapo wanaongea. Kuna kitu unanificha? Bana hakuna hata kimoja. Sasa tu wanaume kwa wanaongea yao, kisi na wanawake kwa wanaongea yao. Yote nitakumwambia. Kweli? Kweli kwa hutaki kusema mbele yangu. Ilikuwa tatizo tu dogo tu. Nilikata tu ambaye tunaona angalikiwa pia wapi muone na mko wapi hapa. Sema tu ovyo. Mkope Mungu mzee. Mimi nilikuwa nataka tu kumwambia tu habari za matatizo yangu. Mimi na matatizo yangu. Ndio matatizo tulikuwa hutaki kusema mbele yangu. Matatizo yapi mzee? Unaona? Mimi nilikuwa matatizo nyumbani. Matatizo gani? Kule kwetu Bilimani mke wangu anaumwa. Maparsema nani pasipo ya kulima. Hawakulima joko sahela. Nilikuwa nataka tunaye. Hapana. Mimi umekataa kusema mbele yangu. Sio lazima. Mkope Mungu mzee unadanganya. Sio lazima, lakini cha nikwambia ndio hivyo. Hakuna kitu hata kimoja. Hakuna kabisa. Mzee kiko kweli. Hakuna. Kiko. Mimi nakwambia kweli. Kitu umekataa kusema mbele ya mume wangu. Tuko wote. Unaniokopa mimi. Wewe sema kama wewe umekuja mwezi siku hapa hatukuzoei. Usijifanye mjanja mzee. Mimi si basi kuzoei ndio bana nikataka kusema. Usinione na udongo wangu. Mimi na akili zangu. Una akili zako lakini za udogo tu. Kwa nini nishajua nani? Nini? Unadanganya. Nilikwambia kweli. Tatizo unaona kule Bilimani ile mashamba yamesharibika, topu ya lima. Nilikuwa tafuta ilikuwa ni nia ya pesa. Swala ya pesa. Singesema pale mbele yako. Swala ya pesa. Ungesema tukakusaidia. Kwani mume wangu angekupa bila kunani? Basi hivi si nimesema. Si ungetuambia pamoja. Sikupenda tu ujue siri yangu. Mzee uko mjanja? Hapana. Acha ujanja. Acha ujanja ndio hivyo mama. Hakuna cha kingine kitu. Kama hakuna. Wallahi kwa pia hakuna. Unamwokopa Mungu? Ndio. Kweli? Kweli kabisa. Nimesema kwa pia. Haya. Mimi hakuna kingine ni hiyo tu swala. Swala ya pesa niko natafuta. Sisi kusema mbele yako na nisijakuzoea. Alafu nginiponda mbele yake. Mzee sina tabia ya hivi nilikuwa sijajua kama uko hauna tabia za hivyo. Lakini ndio hivyo nimekwambia. Ipo ni swala ya hela, hakuna kingine. Hela? Ndio. Haya. Kweli. Nakwambia niwe hautaji kufanya chochote. Yaani wewe kukaa tu na kupumzika please. Mambo ya kazi ndani acha tushughulikie sisi. Tamani shishigi ni kazi za kawaida. No. Ni kazi za kawaida. Please nakoma. Sisi tuendelee please. Now just calm down. Kabla ya kumaliza No, hapana sikia kama sasa sitaki kufanya chochote kile tafadhali. Wewe na kile kitu ambacho tunataka tu hapa mimi na dada tutafanya kila kitu, okay? Tuko hapa bila shida. Tutafanya sawa. Umemsikia daktari tuambie hospitali. Mazoezi pia yanasaidia. Kwa muda wake please sio time hii time ya kukaa upumzike sawa. Pengine wapimiti iko sawa. Basi kwa maana ya tafadhali sana. Tuitoe kwa hapa nielekeze kwenye kifani. Acha. Usikataze kupika. Kasi hapa. Hapana kwa
Mimi nitakuwa napika kila kitu. Yaani sihitaji kufanya chochote. Wewe basi subiri bila daktari tukataza. Yaani usifikiriage tena kuja hapa kupika. Nitakuwa nakupikia na kupa chakula hapa na tatizo. Please. Kapumzike, sisi tutapika, tutakuhudumia. Yaani hauwezi kufanya chochote. Hapana. Hapana kasi. Please. Kakae barazani. Na mwe kweli hapana. Nini? Tuisto vizito why? Vizito lakini. Please, hebu nisikilize. Sawa. Ninataka uwe kama alichenga nini. Ndani basi sahani pia matunda na wewe. Please. Matunda. Sitaki kufanya anything. Nataka tutulie kama kitandani kwako, barazani pale kwenye TV, pale kwenye shade unapata tu upepo. Ukitaka hata glasi ya maji please tell me just I want water, nende kama ni maji nikuletee, matunda nikuletee, chakula nikuletee, my sister yuko pale, tuko hapa kwa ajili yako please. Basi sawa, nashukuru. Unajua umeshaanza kina wewe kulipoa please. Nini mambo unafanya lolote? Sijafanya kazi, nilikuwa nataka kula matunda kidogo. Sio kazi. Kwa nini umeniacha kule? Kwa nini hujaniambia nikuletee? Ni vitu ambavyo lazima kashifanye. Ngazi hizo tukapanda hapa na tukatereza ghafla. Basi samahani. Huko na inamu na inuko kule. Kwa bwana. Samahani. Baki twende basi. Sawa, nataka matunda. Nataka nini na nini? Bwana kama yupo. Wewe mwanaume. Mwanaume. Ametoka, mbona hakuna mtu? Mwanaume. Nani huyo jameni? Unaenda pumzi zote hizi kumbe uko ndani. Bora hivi nimekuwa saa hizi. Toka nje. Nyumba ya mtu saa hizi. Unapiga hodi kama vile mtu mahali hipa. Hivi wewe miongoni mwa watu huko ndani wewe. Bwana. Afadhali hivi nimekukuta. Maana singeamkia. Naona kama vile singekukuta. Hivi wewe mwanaume unatafuta kwa kitu gani? Kitu gani unatafuta katika ndoa yangu mimi? Kitu gani? Kwa nini unipia amani? Toka nioleweye, sina amani ndoa yangu, sina raha hata kidogo. Ni vitu gani nakunifuatilia lakini? Huyo uchawi wako unanifuatilia ni vitu gani? Bana kona niwangia, unaniroga, unanirogesha, unapanda, unashika kwa ajili yangu. Vitu gani unatafuta? Kuna kitu chako nimepeleka ndani. Niache nipate raha duniani na mume wangu ambaye amenioa, mwenye kipato, mwenye kila kitu. Huyu mwanaume mimi sijui anatafuta kwa kitu gani, sijui anataka nini kwangu, sijui anataka roho yangu, Sikiliza nikwambie, achana na maisha yangu. Achana na ndoa yangu. Yaani kila chenye uko unafanya mimi nakifahamu. Hizo propaganda zao kunafanya namletea mume wangu, wengine wanawake ili anichukie mimi, hizo zote tayari nimeshazijua. Achana nazo kabisa. Achana nazo na hizo propaganda zako, wala hazitofanya chochote kile. Kwa maana nimeshafahamu kila kitu. Sawa? Achana na maisha yangu, achana na ndoa yangu. Nipate raha duniani, chenye sikupata kwako nimepata nafasi ya kukipata. Nile samaki kwa raha, nile kuku, nile nyama, nile lax. Nini mbaya wewe? Sio kaa utulie hapo. Unaninyima raha kwa nini? Niache na starehe zangu zisikupi tabu, uwange, urudie, ufanye nini? Unaninyima amani kwa kitu gani? Nimependeza, nimefanana vizuri. Hivi mimi uko unaona stahili kwa mke wako mimi? Ulikuwa unaona kama mimi nastahili kwa mke wako? Anayenifaa yuko, amenioa, amenipeleka kwake. Sasa nipe amani, niache na starehe zangu na mume wangu.
au wa malaya uniku namtafutia unamletea ili mimi anisahau. Never sahau hilo, halipo na litokuwa. Ya Allah ambao ulimba mbingu na ardhi, ya Allah ambao ulimba mbingu na ardhi, ya Allah ambao ulimba mbingu na ardhi, na kuomba uniepushe na shari za mwanamke, na kuomba uniepushe na shari za mwanamke. Hapo sasa unasema ni kitu gani hapo? Nasema mjinga Wahid, nakwambia hivi, achana na maisha yangu tena, toka nyuma ya maisha yangu. Kitakacho kupata bwana, utajutia kuzaliwa mshenzi mkuu.